Mungu aangalie Adamu. Angalia Adamu, asema si vyema Adamu kufanya nini? Awe peke yake. Ndio vile. Kwa sababu Mungu aliangalia dunia hii yote. Hii shamba yote. Mtu mmoja tu ndiye atalima hii shamba kweli? Hataweza. Basi nimfanyie nini? Msaidizi. Nimfanyie msaidizi. Atakayefanya nini? Atakayesaidiana na yeye, si ndio? Ndio vile. Na mimi naomba kweli Mungu aangalia Adamu. Amfanyie nani? Msaidizi. Atakayefanya nini? Atakayesaidiana naye. Ndio vile. Hii ni wimbo tulikuwa tunajifundisha, kumbe wakati tunafikanga hapa mapema, zile nyimbo zenye nyimbo ni mamilioni ya nyimbo. Tunajifundishanga wimbo asubuhi, tukingojea ile masaa na nukta, wakati na wadia ndio tunaacha, tunaingia kwa programu nyingine. Amena? Amena. Kumbe ukitaka zaidi ni vyema mtu ufanye nini? Kufika mbele ya wakati. Basi tunaingia katika neno la Mungu. Hatutachoka kama tutazidi kukaza kamba kusudi tuvukishe watu Yordani. Amen. Amen. Tutang'ang'ana tunao ndani ya jambo, ndani ya bahari ya Shamu, ndani ya mito kubwa kubwa. Tutaingia katika vijiji au miji mbalimbali kwa ajili ya kupigana tu kusudi tuongoze watu wafike wapi? Kanani. Ndio. Basi tunaingia katika neno la Mungu. Na ndio limefanya mimi na wewe tupatane mahali hapo kwa ajili ya kujua ubayana wa maandiko. Si ndio? Ndio. Hatukuji hapa kwa ajili ya kutafuta faida zetu si wenyewe. Mimi sijakuja hapa kwa ajili ya kutafuta faida, bali namtafutia nani? Kristo faida ambayo anatoa watu ndani ya dunia kwa ajili ya kuwapeleka katika ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Si jambo la busara. Amina, amina. Kumtoa mtu ndani ya mikono ya shetani au ndani ya utumwa au ndani ya dunia kwa ajili ya kumpea Yesu. Yesu naye awapandishe kwa nani? Kwa Baba. Tungali kwa habari ya sadaka, lakini hatutaongelelea sadaka. Nitakuonyesha mbinu kwanza zenye zinatumika katika sadaka. Sasa wewe jiangalie, uko wapi? Unasimamia wapi? Unatenda haki au unafanya mapenzi ya Mungu? Au ujiulize, basi ulipotelea wapi? Amina. Amina. Tungali kwa sadaka, lakini hatuongelelei sadaka, tunaongelelea tu mbinu za kufanya nini? Za kutembea katika habari ya sadaka. Tuanze na kitabu cha Methali. Methali Methali 19:17 yake kwa utaratibu sana. Na utege sikio, ukaza kile na mawazo, kusudi upate maana ya maandiko, huenda na tafsiri. Mtu siku nyingine akikuuliza kufanya hivi na hivi ni vizuri, utakuwa na jibu ya kufanya nini? Ya kumjibu. Unasoma kitabu cha Methali 19:17 yake. Aya yake ni ya 17, inasema Ndio. Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana. Wasema wewe kama unatembea tu unapatana na maskini kwa barabara, unaangalia huyu ni maskini, kazi ya kufanya unafanya nini? Soma vizuri tena twende. Ndio kwa sababu nikasema muzingatie, mufuate vizuri. Soma, usiseme soma. Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana. Ndio nimesema hivi. Wewe kama unatembea kwa barabara, kama unaenda safari zako, ukipatana na maskini kwa barabara, unaangalia, unaona kweli huyu ni maskini. Jambo la kufanya nini?
Wamekwambia ufanye kitu kingine? Soma tusikie. Soma. Mhurumiaye maskini Ndio. humkopesha Bwana. Ndio. Angalia tu Papa Pascal ni maskini. Kwa nini Papa Pascal ni maskini? Pole sana Papa. Susha nihurumia. Wewe uende zako. Utakuwa umefanya nini? Nimemkopesha Bwana. Ndio. Simple and clear. Soma. Kama kuna kitu kingine wameongeza pale. Nitarudia 19:17. Soma kwa nguvu sana. Amhurumiaye maskini. Ukiona tu maskini wewe muhurumie tu. Huruma, muhurumie. Muhurumie tu. Pole. Kwa nini kweli uko maskini? Lakini Mungu ako tu pamoja na wewe. Pole. Ushamuhurumia. Na ukisha muhurumia, unamkopesha Bwana. Unamkopesha Bwana. Twende. Naye atamlipa kwa tendo lake jema. Ile tendo lenye utamtendea kwa ajili ya kumhurumia. Kumhurumia ni tendo, si ndio? Ukimhurumia tu maskini, unamkopesha Mungu. Unamkopesha Mungu nini? Ukimhurumia maskini kwa huruma zako nyingi, jua Mungu anasema kwa huruma zake alituokoa, kwa rehema zake, kupitia huruma zake Mungu akatuhurumia. Wanadamu ni mwanadamu tu, lakini acha basi nimrudishe kwa huruma zako. Ukiona maskini wewe muhurumie. Wao waje kwambia mfanyie kitu kingine, umhurumie. Ukishamhurumia utakuwa unamkopesha Mungu, na ukimkopesha Mungu atafanya nini? Naye atamlipa kwa tendo lake jema. Atakulipa kwa ile tendo lako njema la kufanya nini? La kuhurumia maskini, si ndio? Tuko kwa habari ya sadaka, lakini sijaiandika pale kwa sababu nataka nikufungue polepole. Sasa juu nilikwambia somo la sadaka ni somo kubwa sana lenyewe, tukianza hatuwezi tukamaliza saa hii. Tutaizidi tukuichambua polepole mpaka wakati tutafikanga pale useme ndio hivi. Maskini ni nani? Wenyewe wanasema ukifika tu ukiona maskini, amhurumiaye maskini anamkopesha Mungu. Wewe ukihurumia tu maskini, wajua kama unamkopesha Mungu. So tatizo ni moja katika dunia. Unapata maskini anahurumia maskini mwenzake. Pale sasa ndio kunatokea nini? Tatizo. Papa wewe ni maskini. Mimi ni maskini. Papa utanihurumiaje mimi maskini na wewe ni maskini? Ndio. Oh maskini. Na wewe mwenyewe uko maskini. Jua amesema utakuwa unamkopesha nani? Sasa unamkopeshaje na wewe mwenyewe ni maskini? Unamkopesha nini? Na wewe bado ni maskini, unahitaji kuhurumiwa. Unakopeshana nini? Wewe maskini uko na nini? Wakasema hivi, nikulete kwa habari ya umaskini. Nataka nikuonyeshe vizuri maskini ni nani. Wakasema hivi, aliye navyo vidogo, aliye nayo kidogo atafanya nini? Someni Biblia. Hii kanisa ni ya kujua vitabu ndani ya akili na mawazo. Aliye nacho kidogo ataongezewa au atazidishiwa. Wewe kama uko na kidogo utafanya nini? Utazidishiwa. Lakini mwenyewe hana atafanya nini? Mwenyewe hana ndio atanyang'anywa. Ndio vile. Mwenyewe hana atanyang'anywa. Ndio vile lazima ujiulize masikini wewe. Ndio kwa sababu nitaka ujiulize hiyo swali. Ndio ulisema masikini mtasaidiana nini? Wewe ni maskini, utamsaidia nani mwingine? Yule maskini utamsaidia na nini? Aliye naye kidogo, wewe ukiwa tu na kidogo, basi utazidishiwa. Mwenye hana ananyang'anywa, hata yeye yenyewe hata yeye hana ananyang'anywa. Usikie venye neno la Mungu liko. Sasa wewe mwenyewe una na unakuja kunyang'anywa, unanyang'anywa nini kweli? Amina. So, maskini.
Sawa na maskini. Sita. Oh, pole nimekuita maskini. Baba sijakuita maskini. Nimesema soma maskini. Yaani soma habari ya maskini. Mbona unaita maskini? 19, 17 Twende papa. So, tungali pale. Ndio. Amhurumiaye maskini Wewe ukihurumia maskini na mkopesha Bwana. Naye Bwana atamlipa kwa tendo lake jema. Atakulipa kwa ile tendo lako jema la kufanya nini? La kumhurumia maskini. Twende. 18. Ndio. Mrudie mwanao. Umrudie mwanao. Umrudie mwanao. Au mwanao akurudii. Kwa maana liko tumaini. Kwa maana kama mwanako atakurudia, liko tumaini. Wala usikaze nafsi yako kwa kuangamia kwake. Usikaze nafsi yako kwa kutomrudisha mwanako. Ukiona mwana anarudi, ufanye nini? Umpokee, umrudishe. Ndio kwa sababu tukaimba mwanangu potevu anaenda kwa baba yeye. Sasa iko tatizo kwa sababu mwana mpotevu anaporudi, wenyewe walibaki ndani ya nyumba, kumbe walifurahia kupotea kwa nani? Kupotea kwa mwana. So wanaudhikanga wakati mwana mwingine anafanya nini? Anarudi. Lakini baba anasema, mwanangu nakupenda sana, njoo basi, karibu. Mpokee mwanako wakati anafanya nini? Anarudi. Achana kile kitabu. Matendo ya Mitume 3:1 ya. Ninapanda kwenye matendo. Leo nakufundisha habari ya kuhusu maskini. Wewe maskini. Usaidie maskini. Au maskini asaidiwe. Amina. Ukiona maskini umsaidie. Usikose kumsaidia. Ndio kwa sababu tulisema pale, ukiona maskini umhurumie. Kumhurumia maskini ndio kumsaidia maskini. Na kumsaidia maskini ndio kumfariji maskini. Amina. Lakini nitakuonyesha maskini mgani mwenyewe anaongelelewa ndani ya Biblia. Kwa sababu watu wanakupotosha, wanakutoa katika njia ya Mungu, wanakufanyisha kazi za sarakasi. Na nitakuonyesha zenye shetani aliingia ndani ya makanisa kwa ajili ya kupindua akili za watu. Akaleta mafundisho yake ya ushetani ndani ya makanisa kusudi mtu anatenda hili jambo akidhani kama anamfurahisha Mungu. Kumbe hapa anatukuza nani? Anatukuza shetani. Amina. Juu nilikuambia, Mungu haezi ongelelea vitu za dunia ndani ya Biblia. Anaongelelea maisha yako na maisha yake yeye Mungu. Jinsi mtakaa kwa pamoja. Yeye Mungu hana haja na vitu za dunia, hana haja na mambo ya dunia. Mambo ya dunia ni yetu sisi. Sisi wenyewe ndio tunajipangia. Lakini maskini mwenyewe tunaongelelea. Saidia maskini. Ni mojawapo ya sadaka, si ndio? Ndio vile. Saidia maskini ni mojawapo ya sadaka. Lakini tulikuambia na nikawaambia, sadaka zenye Mungu anataka ni sadaka za roho. Ndio kwa sababu walikuambia ile ya kumhurumia maskini ni sadaka ya roho. Tu unamwangalia tu, unamhurumia kupitia nini? Nafsi yako, ndani ya moyo wako unamhurumia. Ile ni sadaka yenyewe unamtolea Mungu. Na hakika Mungu anasema utakuwa unamkopesha. So sharti ni kuonyeshe maskini mwenyewe. Mungu anasema tu wasaidie. Usije ukajitaabisha bure. Soma Matendo ya Mitume 3:1 Matendo. Moja yake. Unasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 3:1 yake. Ndio baba. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwe pamoja kwenda hekaluni. Sasa usikie. Juu niliwaambia tunaongelea sadaka, lakini nafundisha kuhusu nini? Kuhusu nini? Tunaongelea sadaka lakini nafundisha kuhusu nini? Maskini. So, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwe pamoja kwenda hekaluni. Petro na Yohana, wanafunzi wa Yesu, baada ya Yesu kuwaonyesha habari ya sadaka, jinsi ya kutoa sadaka. So wakawa wanaenda hekaluni kufanya nini? Kwenda hekaluni saa ya kusali. Saa ya kusali. Kuna masaa ya kusali. Masaa yao ya kusali ilikuwa imefika. Wewe unasaliki saa ngapi? Ama wewe unakurukukanga tu masaa yote tu basi. Mungu Baba, Mungu Mwana, nakuja mbele zako. Amina. Unaenda shughuli zako.
Masaa ya kusali, iko masaa ya kusali. Tukufundishe masaa gani ya kusali. Kwa nini walisema tu Petro na Yohana wakawa wanaenda kusali? So, nitarudia basi. Ndio. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Wanakwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali. Saa ya kusali. Saa ya kusali saa gani? Saa 9. Saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye. Sasa mtu mmoja maskini, mtu mmoja mwenye hajiwezi, alikuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye, alichukuliwa na watu. Huyu mtu alikuwa kiwete kutoka tumboni mwa mama yake. Mama yake alichukua mimba ya mtoto kiwete. Yote huko gerezani, habari ya Yesu ikamujia, akatumwa wafuasi waende wamuulize Yesu naye kawajibu wafuasi, mwende mwambie Yohane, vipofu kuona, viwete kutembea. Vile viwete ndio tunaongelelea. Kiwete anatembeanga aje? Twende tu basi. Basi utuonyesha vile mimi sijui kwenye kiwete, sijui kama ni hivi. Sijui lakini tutakuonyesha maana ya kiwete. Ndio vile. Usione kiwete mwenyewe anaenda na machela ukasema kiwete, pole sana kiwete. Lakini soma tu tuende hapo, yuko pale kwanza kwa kiwete. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye, alikuwa kiwete toka tumboni mwa mama yake, alimzaa akiwa kiwete, hajui kutembea vizuri, anabeba bebo na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri. Kulikuwa na mlango yenyewe imeandikwa Mzuri. Mlango uitwao Mzuri. Ndio, ilikuwa mzuri. Lakini sio mzuri ya uzuri. Ni jina tu Mzuri. Mlango uitwao Mzuri. So yule kiwete alikuwa anaenda pale kufanya nini? Ambaye aliweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri ili aombe sadaka. Alikuwa anaenda pale kwa mlango uitwao Mzuri ili afanye nini? Aombe sadaka kwa watu waingiao ndani. Ndio sababu tukasema tunaongelelea tu habari ya sadaka, lakini hatukuuzii sadaka, tunaongelelea kumsaidia nani? Maskini. So huyu maskini juu kule kwa kanisa wanakufundishanga hivi. Samani ama nishushe sauti kidogo ndio tuongee vizuri tuelewane, si ndio? Kule kwa mahekalu huwa wanakuambia unasahau tena na payuka. Kule kwa mahekalu wanga wanakufundisha hivyo, wanakuambia zile sadaka zenyewe unatoanga zinafanyanga nini? Zinaendanga kusaidia wasiojiweza, maskini, watoto yatima, si ndio? Sasa sisi ndani ya andiko tutakufundisha maskini ni nani, kiwete ni nani, kipofu ni nani, mwenye ukoma ni nani, na yatima ni nani, na mufu. Kila kitu tutakufundisha, ndio utajua kweli hizi kanisa ni za nini. Basi ndio nakwambia kweli sadaka inafaa kusaidia nani? Maskini, mwenye hajiwezi, kiwete, mama yatima, mama mjane na watu yatima. Lakini tutakufundisha tu pole pole, juu kila kitu ni katika mafundisho. Wasikudanganye tu toa sadaka, tunachukuanga nusu inaenda kwa nyumba ya mchungaji, na zile zingine zinaenda kusaidia watoto yatima, zinaenda kusaidia wajane, zinaenda kusaidia maskini. Nani alikuambia? Usikie venye Petro aliwaambia. Soma haraka. Juu alikuwa amezoea ule maskini anaketishwa pale kwa mlango kusudi hapa naomba nini? Sadaka. So mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia, akaona sasa Petro na Yohana wakiingia kwa hekalu, aliomba apewe sadaka. Akaomba, msipiti, munipe sadaka. Bwana anakuambia imefika kipindi imefika kipindi ya masadaka. Haya, imbeni wimbo ya sadaka. Toa ndugu, toa dada, toa ndugu, toa dada, ulicho nacho
mpaka moyoni mwako. Kumbe tunaweza imba hata nyimbo za sivyo. Sawa, toa. Unatoa nini? Sadaka gani yenyewe unatoa? Soma. Na Petro akimkazia macho wakati yule kiwete alimwambia Petro na Yohana, mnipe sadaka. Petro akamkazia macho pamoja na Yohana. Wote wakamkazia macho. Akasema, Papa kaza macho. Akawakazia macho. Mbona nimekaza? Wakamkazia macho. Ndio vile wakamwambia. Soma. Akasema Petro, tutazame sisi. Sasa wao walimkazia macho. Wao wakamwambia, na wewe tukazie macho. Tukazane macho. Ama tukazakaziana macho. Wewe kaza macho na sisi tukasema tuangaliane yani. Akawaangalia. Akitaraji kupata kitu kwao. Wao walimkazia macho. Wakati walisikia ati huyu mtu anaomba sadaka aje, ataombaje sadaka? Wakamkazia macho. Wakamwambia utuangalie na wewe. Sasa yeye kwa kwao walimwambia utuangalie, akatarajia faraja imefika. Mimi leo napewa kitu kinono. Hakuna mwenye ananiambianga nimwangalie. Na mambanga tu sadaka nasikia tu kwa mkebe ting. Peni imeanguka ndani, si ndio? Lakini huyu mwenye ananiambia nimkazie macho, nimwangalie, lazima atanipea kitu kinono. Soma usikie. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha. Nani alikwambia sadaka ni fedha? Mimi sina fedha wala sina dhahabu. Lakini nilicho nacho ndicho lakini chenye niko nacho ndicho nitakachokupa we maskini. Wewe unapeanga nini maskini? Au peanga maskini hata unga kama mfuko kamoja. Atamaliza nako siku ngapi? Atamaliza na miaka ngapi? Maskini mwenyewe unamsaidiana. Soma usikie. Habari ya fedha na dhahabu. Umesikia Petro akitaja? Nitaenda kukuonyesha huko chini kabisa. Habari hiyo fedha na dhahabu. Soma. Lakini Petro akasema. Unasikia hapa Petro, ushike vizuri mafundisho. Petro anasema, mimi sina dhahabu wala fedha. Ile dhahabu na fedha utaisikia huko chini venye nitaiguzia. Lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Usiangalie, usitazamie fedha wala dhahabu. Usitazamie vitu za dunia ndio utasaidia nazo maskini hapa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tena niko nacho tu ni katika jina la Yesu Kristo. Niko na kitu katika jina la Yesu Kristo wa nani? Wa Nazareti. Simama uende. Akamshika mkono wa kuume. Si ndio wewe unamshikanga mkono wa kushoto? Ama wakati unamsaidianga unamwangushianga tu ndani na unaacha unaenda. Si inafaa umshike mkono wa kuume. Akamshika mkono wa kuume. Akamuinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi akasimama. Akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao wakienda. Si aliingia ndani ya hekalu pamoja nao. Wewe ukisaidia maskini, yule maskini lazima atakufuata. Atasema hapana. Huyu amenitendea jambo lenye sijawahi tena. Maskini, lakini si maskini katika hali ya mwili. Sio maskini katika hali ya mwili. Ndio nitakuonyesha tu. Pole. Ukisaidia maskini, tu anasema saidia maskini. Saidia sio jiweza. Huyu alikuwa hajiwezi. Ni mtu mwenye ni kiwete, hajiwezi, ni maskini. Anangojea tu kusaidiwa. Lakini Petro akamwambia hapana. Sisi hatuna fedha wala dhahabu ya kukupa. Chenye tuko nacho ni hiki katika jina la Yesu wa Nazareti. Simama ufanye nini? Wewe. Hakuenda. Akaingia nao ndani ya hekalu. Pamoja nao. Ndio. Akienda. Akiruka na kumsifu Mungu. Kiwete yo. Hakika kiwete. Yawe. Akaruka. Ni wimbo pia hivyo nitawafundisha.
Watu wote wakamwona akienda. Watu wote wakamwona akienda, akaanza kumsifu Mungu. Wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa kiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakamtambua. Sio yule maskini mwenye alikuwa anakaa kwa mlango wa hekalu ilitoa mzuri akiomba sadaka. Wakajaa ushangao, wakastaajabia mambo yale. Wakajaa ushangao, wakastaajabu imekuaje. So, basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, wakati alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakakusanyika mbio katika tao lile lililoitwa tao la Suleimani. Wakakusanyika watu wote. Wakishangaa sana. Wakishangaa. Hata Petro alipoyaona haya akawajibu wale watu. Wakashangaa kwa kuwa Petro ametenda miujiza. Akajibu watu, au kumuuliza ulishangaa tu, lakini Petro akaanza kuwajibu. Akiwaambia, Israeli, mbona mnastaajabia haya au mbona mnatafuta? Kwa nini mnastaajabia haya? Ama mbona mnatukazia macho sisi kana kwamba tumemfanya huyu aende kwa nguvu zetu sisi? Ndio, kwa sababu kwa nini mnatukazia macho? Au mnastaajabu kwa nini? Mnaona kama sisi tumefanya hii kazi kwa nguvu zetu si wenyewe? So, au kwa utaua wetu sisi? Au kwa utaua wetu sisi? Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu wa baba zetu. Mungu wa baba zake, Mungu wa baba zao. Petro na Yohana. Ndio. Amemtukuza mtumishi wake Yesu. Amemtukuza mtumishi wake Yesu. Ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato. Wakamsaliti wakamkana mbele ya Pilato. Alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Achana na kile kitabu. Soma Mathayo 16 moja yake. Mathayo. Umesoma Matendo ya Mitume? Sawa. Soma Mathayo. Moja yake. Tunasoma Mathayo kitabu cha Mtakatifu 6 moja yake. Ndio. Wakamjia Mafarisayo na Masadukayo. Wakamjia Mafarisayo na Masadukayo. Wakamjaribu wakamwomba awaonyeshe ishara itokayo mbinguni. Wakamwomba awaonyeshe ishara itokayo mbinguni. Akajibu akawaambia kulikuwa jioni. Akajibu akawaambia ukiwa jioni mwasema kutakuwa na kianga. Nasoma Mathayo. Mathayo 5:1. Mtakatifu 5 moja yake inasema. Ndio. Naye alipowaona makutano alipanda mlimani na alipokwisha kuketi. Usikie. Naye alipoona makutano akapanda mlimani na alipokwisha kuketi. Akapanda mlimani akakwisha kuketi. Wanafunzi wake walimjia akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema. Akafumbua kinywa chao akafundisha akisema. Unasikia kile Yesu alianza kufundisha akisema. Heri walio maskini wa roho. Ndio maskini wenyewe tunaongelelea sasa. Akafumbua kinywa chake akisema, "Yule alikwambia saidia maskini." Usikie maskini wenyewe Yesu anasema, kwa sababu manabii, mitume, wapasta, makuhani walikuja wakadanganya ulimwengu. Na tutakuonyeshaga jinsi walivyoanza kudanganya ulimwengu. Juu Yesu anajua maskini wenyewe yeye anaongelelea. Maskini wa roho. Maskini wa roho. Soma. Heri walio maskini wa roho. Heri walio maskini wa roho. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Maana ufalme wa mbinguni ni wale maskini wa roho. Soma tu. Heri wenye huzuni maana hao watafarijika. Heri wenye huzuni maana watafarijika. Heri wenye upole maana watairithi nchi. Heri wenye upole maana watairithi nchi. Heri mwenye njaa na kiu ya haki maana hao watashibishwa. Ndio. Heri wenye rehema maana hao watapata rehema. Ndio. Heri wenye moyo safi maana hao watamwona Mungu. Ndio. Heri wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu. Ndio. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki maana ufalme wa mbinguni ni wao.
Mniimbie ile wimbo. Heri wewe mwenye moyo safi, ila mwenye kutenganisha hautaridhiki. Si mwimbe la sauti. Heri wewe mwenye moyo safi, wewe utaridhiki, ila mwenye kutenganisha hautaridhiki. Bali heri yoyoyo, Heri mwenye upendo kweli, heri mwenye upole, heri mwenye uvumilivu hawataridhiki. Bali heri yoyoyo, Heri mwenye upendo, heri mwenye upole, heri mwenye uvumilivu hawataridhiki. heri maskini walio wa roho. Ndio maskini mwenyewe tunaongelelea. Maskini mwenyewe ni maskini katika roho. Kuna mwanafunzi mmoja au mtu mmoja alimwendea Yesu, kijana mmoja tajiri alimwendea Yesu, akamwambia Yesu, nifanye nini ili niingie katika ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia, ufanye hivi na hivi na hivi, heshimu baba yako na mama yako, shika amri zake zote za Mungu, na wewe utaingia mbinguni. Yule kijana akamwambia, mimi nafanya yale yote yenyewe unasema na yatimiza, nimepungukiwa na nini? Yesu akamwangalia, akaona utajiri, akamwambia, wewe huwezi nifuata. Uniambie chenye nitafanya ili nikufuate. Akamwambia, basi nenda ukauze mali yako yote, ufanye nini? Ugawie maskini, alafu njoo unifuate. Yule kijana jua alikuwa tajiri, ako na mali mingi. Biblia inasema alisononeka sana. Kwa nini alisononeka? Kwa ajili tu ya kuambiwa atienda uuze mali yako ugawie maskini. Wewe wanakuambianga aje? Enda uuze shamba, uza gari yako, sijui uza nini, ulete pesa tukuombe, sijui ndio ufanye nini, ujiconnect na Mungu. Mafundisho mabaya. Yesu alimwambia uza mali yako yote ugawie maskini, alafu njoo unifuate. Yesu atembeani na watu wenyewe wako na mali, lakini tuongelelei mali katika dunia, mali katika roho. Ndio sababu Yesu anakuambia heri maskini wa roho, maana atauona ufalme wa nini? Wa mbinguni. Ndio maskini wenyewe tunaongelea, ndio maskini mwenyewe unapaswa kusaidia, maskini wa roho. Yani kwa ufupi, mtu mwenye ako na hamu sana ya kusikia neno la nini? Neno la Mungu, ndio maskini wa Mungu. Mtu mwenye ameachana na ubaya, ameacha dhambi, ameacha kama alikuwa mtu wa kutumia madawa hii ya uganga, ndio imfaidi. Kama anaenda kazini, anaenda na madawa ndio achaguliwe ama apendeke kwa kazi, au anaenda na madawa kwa biashara, anaweka pale chini kusudi auze sana. Ile ndio utajiri yenyewe tunaongelelea. Ni matajiri, ni utajiri wa ulimwengu. Ile achana navyo. So, kama unaacha vyote, unabaki maskini. Ile maskini, yani unategemea lingine isipokuwa unamtegemea nani? Mungu peke yake. Huyo ndio maskini wa roho. Jua hana kitu kingine yeye anazingatia ndani ya nafsi yake au ndani ya roho yake. Amebaki maskini. Mtu mwenyewe amebaki peke yake, anasema mimi namtafuta Mungu. Huyo ndio ukimwona ufanye nini? Umsaidie, umhurumie. Kumhurumia ni kwa ajili ya kumfanya nini? Kumfundisha. Ndio wanasema kama utamfundisha, huyo ndiye atafanya nini? Atauona ufalme wa mbinguni. Maskini yule, maskini wa roho, mtu mwenyewe ako na nia ya kuingiza. Mungu akasema, heri wenyewe wako na moyo wa nyama, moyo wa kupondeka, mtu wa kutetemeka, mwenyewe anasikia neno langu anaanza kutetemeka. Moyo wa nyama, moyo wenyewe ndio moyo wa maskini, ndio maskini katika roho, katika moyo. Amina. Amina. Ni pale 19:16. Ndio ile papa soma. Natazama mtu mmoja tajiri. Kuna mtu mmoja alikuwa tajiri. Soma. Natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Ndio. Kuna mtu mmoja mwenye alimwendea Yesu. Yesu, nitende jambo gani ili nipate uzima
wa milele. Akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Kwa nini kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja. Aliye mwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, uzishike amri. Lakini kama unataka kuingia ndani ya uzima, uzishike amri za Mungu. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, uzishike amri. Akamwambia, zipi? Yesu akasema, sasa nitazishika amri. Amri zipi? Ni hizi. Akamwambia, amri zenyewe nakwambia ni hizi. Usiue. Kama unataka kuingia ndani ya ufalme wa Mungu, ushike amri za Mungu. Ni hizi. Usiue. Twende. Usizini. Wewe nani mwenye alikwambia tu kushika amri za Mungu ndio tosha? Mimi nashika natii amri zote za Mungu. Mimi nitakuona ufalme wa Mungu. Tena tutakuangalia ndani mwako. So, nitarudia. Akamwambia, zipi? Zipi? Yesu akasema, hizi. Usiue. Usizini. Usiibe. Usishuhudie uongo. Wewe unaibanga? Hapana. Unaua? Hapana. Unashuhudianga uongo? Pale lazima tuweke question mark. Hapo sikujibia hapana. Mimi najua uwangi. Si ndio? Lakini hapo kwa uongo mimi nakuwekea question mark. Usiue, usiibe. Baada kwa kuiba, uibangi. Twende. Lakini hapo kwa uongo. Waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu baba yako na mama yako. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Alafu umpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akamwambia. Sasa akamwambia, haya yote nimeyashika. Mimi nimeyashika. Nimepungukiwa na nini tena? Nimepungukiwa na nini ndio nisione ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia. Yesu akatazama akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu. Kumbe hutakuwa mkamilifu. Licha ya kushika zile sheria zote, hauangi, hauibangi, hausingiziangi jirani yako uongo, ama usemangi uongo, unampenda jirani yako kama vile nafsi yako, na unaheshimu baba yako na mama yako, haujakamilika bado. Ukitaka kuwa mkamilifu. Kama unataka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo. Uende uuze vyenye uko navyo. Kwa nini unatembea na hivyo vyote? Kwa nini unatembea na hiyo utajiri yote yenye uko nayo? Hiyo utajiri unafanyia nini? Enenda ukauze ulivyo navyo. Uende uuze vyenye uko navyo vyote. Uwape maskini. Uwagawie maskini. Nawe utakuwa na hazina mbinguni. Si ndio? Mungu akasema, hazina yako usiiweke wapi? Duniani. Bali ambapo kuna nondo na kutu vyaribipo. Bali hazina yako ufanye nini? Uiweke mbinguni. Ndio. Huko hakuna mwizi wa kuiba, wala hakuna nondo wenyewe wanaingia kwa ajili ya kufanya nini? Kuharibu ile utajiri yako. Sasa ni utajiri gani yenyewe mtu anaweza weka mbinguni? Wakasema hivi, ukimhurumia maskini, unafanya nini? Unamkopesha Mungu. Ile yenyewe hazina. Papa niulizanga hapa, akasema niliulizanga siku moja, kuweka hazina yako mbinguni ndio namna gani? Njia moja ni kumhurumia maskini. Wakati unamhurumia maskini, kumbe hazina yako unaiweka wapi? Unaiweka mbinguni. Lakini lazima tukuonyeshe jinsi ya kuhurumia maskini. Tukuonyeshe jinsi ya kuhurumia maskini. Ndio, sasa ile faida yako, hazina yako ndio utakuwa unaiweka mbinguni. Pale ambapo hakuna nondo na wezi wenyewe wanaiba. Sasa mbinguni utaikaja hazina yako. Lakini twende. Nitarudia. Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, nenda ukauze ulivyo navyo. Nenda uuze vyote vyenye uko navyo. Anakuambia uuze ufanyie nini? Pastor, mimi nilikuwa nataka uniombee. Sijui boma yangu au nyumba yangu inayumba sana. Hatuelewanangi na mzee au bibi kwa nyumba. Si utengeneze tu matendo yako. Heshimu mke wako, mpende naye akupende, muishi kwa pamoja. Hakuna kitu. Sasa pale mnaombeanga nini baba? Wewe mwenyewe tu kujua hii njia si mzuri, nijirekebishe. Kama bwana anapiga kelele, naona mwana anaongea. Ile nyumba itakalika kweli papa. Hata kama tutaomba papa, maombi gani hiyo? Bwana kama anaongea, nyenyekea basi, msikize, umjibu vizuri. Mambo itaishi. Kama bibi anaongea, basi amepanda sana, wewe msikize, umwambie hapana, mambo ya kelele hatutaki.
na kutakuwa na amani katika nyumba. Lakini wanakwambia kuna mtu mwenye hata kangi mkae kwa pamoja, kuna mtu anawasambaratisha, basi kuna mtu sijui anawapeleka kwa waganga ili mwachane. Kwanza ninaona nikikutazama wewe muone kangi. Si ndio wanawadanganyanga vile. Na wewe kweli sister yako yule mkubwa ama yule acha niseme walisha achana. Ni kweli pastor, ni kweli hata sister yangu sahihi. Ndani mwake anafurahia, anasema nimemkamata sasa. Akamwambia sasa je, utafanya mama? Tafuta 10,000. Ukuje nifanye nini? Niombee boma hii ukombozi. Nikate zile mambo ya kuna mtu mwenyewe anaoneana kwa waganga. Lakini ni bure. Ni nyinyi wenyewe tu kukaa chini, mtengeneza mambo ya boma, na hii kanisa iko na mafundisho ya ubibi. Mafundisho yenyewe venyewe mwanamke anapaswa kukaa ndani ya nyumba yake. Alafu tuone ni nini sasa nyumba itakusumbuanga, lakini soma akiuko pale papatweni. Yesu akamwambia ukitaka kuwa mkamilifu, ukauze ulivyo navyo. Enda uuze vyenye uko navyo vyote. Wape maskini. Nawe utakuwa na hazina mbinguni. Nikasema maskini ni mtu mwenye roho yake iko wazi, hana tegemeo lingine ndani mwake, anamtegemea tu Mungu. Yule ndio maskini, amebaki mwana peke. Anasema hivi, kwa kumfuata Yesu ukane baba yako, ukane mama yako, ukane watoto wako na nafsi yako wewe mwenyewe uichukie, alafu kisha umfuate yeye. Si ndio? Wakati unakana baba yako na mama yako, si niliwaonyesha jinsi mtu anakana baba yake na mama yake? Nikawaonyesha baba ni nani, mama ni nani. Tena tutafuata tu pole pole. Baba yako tegemeo. Zile vitu venye unategemea. Si mtu anategemea baba yake. Si ukane baba yako. Kwa nini unategemea dunia? Unategemea watu, unategemea madawa, unategemea waganga, unategemea mapasa wa kuombea ndio ufanikiwe. Mtegemee Mungu peke yake. Ndio utajiri nenda kwa utoa, ubaki mwana peke, ubaki maskini wa moyo, maskini wa roho. Sasa uuze mali yako yote. Kuuza ni kwenda kwa ajili ya kuambia mtume. Mimi nilipanga hivi. Nilienda kwa mganga, hata ndio hii dawa. Nilipewa dawa ya kufanya nini? Ya kuimarisha biashara yangu basi. Mimi sitaki mambo, nataka Mungu afanye nini? Mungu pekee aniongoze. Kumbea ndio unauza mali yako, unampelekea nani? Maskini. Maskini ni yule mtu mwenye Mungu amemtuma kwake. Mtu mwenye ako tu na neno peke yake ndani ya moyo wake. Mtume. Maskini wa Mungu. Ndio kwa sababu nasikia wataona ufalme wa mbingu. Mtu mwenye ategemea kitu kingine ni neno tu, siku na mchana anatafakari tu, nitafundisha aje, nitahubiri aje, nitaombea fulani alisema, yaani hana mambo mengine ya dunia isipokuwa tu neno la Mungu. So yule ndio sasa uuze mali yako. Ni wakati unaenda kwa ajili ya kumwambia, mimi niko na hii na hii, niliendanga kwa mganga, uniombe Mungu rehema. Acha nikulete tena. Wakati Yesu alienda kwa hekalu, alipata wafanya biashara wanafanya biashara wapi? Sasa wewe unakaanga chini ukisema sasa kweli kulikuwa na biashara imenoga. Uone venye akili yako inawaza mambo ya dunia. Haiko ile biashara ya kuuza. Yesu, Mungu anasema, kuna kitabu yenyewe inasema, tutawapeleka pole pole tu. Kitabu yenyewe inasema, nyinyi mlinunuliwa na fedha. Mungu aliwanunua. Sasa kama yeye Mungu ananunua mtu, nani mwenye anauzanga mtu? Mlinunuliwa kwa fedha. Mungu aliwanunua. Mungu, Broka sasa. Broka wa kuuza watu kwa Mungu ni nani? Mungu. Ndio kwa sababu naambia siwezi wapeleka mbio. Pole pole tu. Jumi na John yenyewe ninasema lazima utaitafakari, na kuna siku yenyewe nitaisema na utaikumbuka. Mungu anasema nyinyi, Mungu ako na watu wake, nyinyi mlionunuliwa kwa fedha, Mungu aliwanunua toka ndani ya dunia. Mungu anakuanga na fedha ya kununua watu. Na kwa nini Mungu ananunua watu? Na watu, nani mwenye ako bali anauza watu? Ni wale wenyewe walikuwa ndani ya hekalu, walikuwa wanafanya biashara. Lakini hatuyuko bali. Soma baba. Sasa wakati unaenda kwa ajili ya kutoa, ndio sasa unauza, unampea maskini. Halafu unabaki mwana peke, unabaki peke yako, ndio unamfuata Yesu. Kumbe wakati unakuja, tunakuangalia, usidhani kama tukoni. Tunakuangalia huyu ako hivi. Kumbe tunaanza kukutoa tu pole pole. Hata wewe mwenyewe unaanza kutupia tu pole pole.
polepole. Unaanza kuachilia tu polepole. Sasa utakuja kumfuata Yesu ni wakati unasema ile neno ni la kweli. Acha nifuatane na hili neno. Ndio umemfuata Yesu. Lakini hauwezi kufuata Yesu kama bado unategemea mambo ya kanisa za ulimwengu, mambo za uongo, ile utajiri. Hapana. Ni mpaka utoe yote kwanza ndio umfuate nani? Yesu. Yesu ni neno. Yesu ni nuru. Tulisema Yesu ni nuru, yani tafsiri ya andiko. Nuru ni ufahamu. Twende. Anaenda ukauze ulivyo navyo uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Utakuwa na hazina mbinguni, alafu kisha njoo unifuate. Kijana yule aliposikia neno lile akaenda zake kwa huzuni. Sasa yule kijana aliposikia mambo ya kuuza mali, abaki maskini, akaenda zake kwa huzuni. Kwa nini alihuzunika? Kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Unasikia? Kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Sasa mali inamtenganisha mtu na Mungu wake. Ndio. Iko kitabu yenyewe inasema hivi. Itakuwa rahisi sana ngamia. Unaona venye ngamia inatoshananga. Hata ngamia kupita kwa hii mlango lazima kwanza asumbuke kidogo, si ndio? Lazima ajikokote hivi ndio apenye wapi kwa hii mlango. Lakini nakwambia itakuwa rahisi sana yule ngamia kupenya katika tundu la sindano. Si unaona venye shindano, hiyo ndio shindano. Hiyo ndio shindano. Sasa hii ndio tundu ya shindano. Wewe imagine ngamia huyo mwenyewe wewe unajua. Itakuwa rahisi yeye kupita kwa hii tundu ya shindano. Uniambie yule ngamia atakonda kiasi gani? Yule ngamia atakonda kiasi gani? Sasa si wakufundishe jinsi ngamia anaweza pita kwa tundu ya shindano. Jua ukitaja ngamia, mimi najua akili yako isharuka kwa ile ngamia yenyewe iko na kile kinundu hapa, yenyewe inabebanga watoto. Ndio akili yako sasa imekutuma kule. Hapana. Kweli ni rahisi. Yaani ni ngumu kidogo kwa ngamia kupita kwa tundu, lakini anapitanga. Na itakuwa ngumu. Tajiri kuingia wapi? Ufalme wa mbinguni. Yesu akawaambia wanafunzi wake, mimi nawaambia. Na kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme. Itakuwa shida sana tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena. Itakuwa lazima uuze mali yote, ubaki maskini ndio umfuate Yesu. Maskini wa roho. Wewe kama usiende kuuza vitu zako za nyumba, uuze TV, useme papa alisema inabidi mtu abaki maskini. Atuongelee maskini ya dunia. Wala ndio watakudanganya, ndio unaona watu kwa makanisa huko wengi umeishi kwa kanisa wakiwa maskini. Mtu anajitahidi, anafanya mambo yote ya kanisa lakini hafanikiwi. Jua nini? Hakuna chenye anafanya mbele ya Mungu. Mungu anamuona mpuzi. Lakini wewe kuja tukufundishe. Fuata neno vizuri, tukuonyeshe utajiri wenyewe uko nao. Labda hujui vizuri. Tutakuonyesha utajiri wenyewe uko nao. Sio baba, tutakuonyesha wewe utajiri wenyewe uko nao. Nikwambie baba, toa hii utajiri. Enda uuze hii utajiri. Alafu ubaki maskini umfuate Yesu. Uone kama hakika hautaona ufalme wa mbinguni. Na uone kama hakika utatesekanga kwa hii dunia. Hakuna siku. So, itakuwa vigumu sana tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena. Akawaambia tena. Ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la sindano. Ni rahisi sana ngamia kupenya kwa tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nakwambia itakuwa ngumu sana tajiri kuingia katika ufalme wa. Hauwezi ingia kwa ufalme wa Mungu ukiwa na matajiri. Yesu akasema, enyi walio na mizigo mizito, njooni kwangu nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Zile mizigo si ndio matajiri. Huko umebebana na hii, umebeba. Yaani watu hutaki kuachilia. Wanasema hivi, mlango wa kuingia kwa ufalme wa mbinguni ni mwembamba. So kama wewe umebebana na mizigo utapenya wapi? Lazima uviache kule, uende wepe na uingie hivi. Alafu uende sasa. Rudia. Itakuwa rahisi sana ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Ndio. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema, wanafunzi walishangaa. Wakasema wenyewe unashangaa sasa hivi. Wakashangaa wakisema, ni nani basi wezaye? Sasa ni nani mwenyewe anaweza kuokoka? Wewe wanakusimamishana. Wanawaambia
baada ya kuhubiri uone venye mambo ya dunia iko mbio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kama kuna mtu anataka kubadilisha maisha yake, anataka kumpea Yesu maisha yake, anataka kuokoka, inua mkono. Wewe unainua mkono, njoo hapa mbele, unakuja. Piga magoti. Umekubali kumfuata Yesu? Ndio. Umekubali kupea Yesu maisha. Yesu ni wapi waliulizanga ile maswali? Uangalie kwa kitabu yote mzima. Basi ni wapi kumeandikwa muombee watu wokovu? Wanakuambia hivi, Yohane alikuja duniani akianza kuhubiri habari ya ubatizo wa nini? Wa toba. Tubu utakombolewa. Akiwaambia tubuni, tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Acheni maovu, acheni dhambi, acheni ubaya. Ufalme wa Mungu umefanya nini? Ndio vile. Lakini wao wanakuambia kuja, sema Bwana Yesu niokoe. Wanakuambia umeokoka Bwana Yesu, na sasa wewe ukiingia kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Uliokoka lini? Uliokoka lini? Unajua maana ya kuokoka? Sikia. Yes, sio kama akina Petro walikuwa wametembea na mwalimu, wametembea na mtume, mwana wa Mungu, Kristo. Wokovu wetu tunamwita Kristo, ni wokovu wetu. Walikuwa wametembea na yeye muda mrefu, lakini hawakuwa wamepata wokovu. Kulikuwa na mzee mmoja Simeoni, mwenye alikuwa mtakatifu, mkamilifu katika njia zake zote. Hakuna ubaya ulionekana ndani mwake, lakini hakuwa amefanya nini? Ameokoka. Hakuwa ameona wokovu. So wewe unaokokanga aje? Kama unakwambia Simeoni alikuwa mzee na Roho Mtakatifu, ako na Roho Mtakatifu, lakini hajaona nini? Hajaona wokovu. Wewe unaokoka tu mara moja, Bwana Yesu nimeokoka, naje mbele zako, wanakuombea. Hizo ni sarakasi. Hakuna Mungu pale. So, Yesu Petro sasa wakashangaa, kama kweli ni ngumu tajiri kuingia kwa ufalme wa mbinguni na ingekuwa rahisi ngamia kupita kwa, sasa ni nani mwenye ataokoka sasa? Yesu akawakazia macho akamwambia. Yesu akawakazia, venye wao walikazianga yule kiwete macho. Papa, ni vizuri kukaza macho, lakini tutakuonyesha macho, maana ya kukaza macho ni nini. Kwa wanadamu hilo haliwezekani. Juu wanasema, unasikia? Yule tajiri, uambie utoke tu hapa nje, uambie matajiri hapa, mtu mwenye ako na maploti, ako na magari, ako na mabiashara, umwambie hebu uza mali yako, mfuate Yesu, uone kama atakukubali. Itakuwa ngumu. Soma. Kwa wanadamu hilo haliwezekani. Kwa wanadamu hilo haliwezekani. Bali kwa Mungu yote yawezekana. Bali kwa Mungu yote inawezekana. Kwa mwanadamu kumwambia, mama, uende uuze hii mali yako, ukuje mfuate Yesu, kwa mwanadamu haiwezekani, kwa sababu hakuna mwenyewe anatakanga kuacha mali. Watu wanapigania kufanya nini? Kupata utajiri. Lakini hawapiganii kufanya nini? Kufuata neno la Mungu. Hawapiganii kumjua Mungu. Mtu hawezi jikomboa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mtu hawezi jisacrifice kwa kutumikia Mungu. Mtu anapata pesa, anakula tu peke yake. Hawezi hata kusaidia kanisa hata kidogo hivi. Kusaidia tu kanisa shilingi 200. Inakuwa ni ninawapeanga pesa, unaanza Mungu atakunyang'anya. Mungu anakupea. Ile sasa mali ya dunia ndio naongelelea. Juu wamesema hivi itakuwa ngumu, yani kwa mwanadamu ni ngumu, lakini kwa Mungu ni rahisi. Yani katika hali ya mwili ni ngumu tajiri kuacha utajiri, lakini katika hali ya roho, juu Mungu ni roho. Yani kwa Mungu, yani kwa roho ni rahisi sana ngamia kupita kwa tumbo la shindano. Na ni ngumu sana tajiri kufanya nini? Kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na nikawaambia tajiri ni mtu mwenye anategemea vitu. Hii na hii. Yule ndio tajiri. Itakuwa ngumu sana hawezi ingia. Juu ukifuata vizuri anakuambia hakuna mwenye anatumikianga mabwana wawili. Hawezi tumikia mali na utumikie nini? Utumikia na Mungu. Luka aliwaambia, tulikuwa
tunaongea habari ya maskini. Lakini nakuguzia tajiri. Kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa tajiri. So, aliyekuwa na wakili wake. Yule tajiri alikuwa na wakili wake. Huyo alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Sasa yule wakili kulikuwa na tajiri mmoja alikuwa na mawakili. Ufuate vizuri tena kwa utaratibu. Akashtakiwa. Soma na nguvu kwa ujasiri, rudia vizuri. 16:1 Luka. Ndio. Tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri. Akawaambia wanafunzi wake, kulikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Alikuwa na wakili wake. Yule tajiri alikuwa na wakili wake. Huyo alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Wakamshtaki kwake kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia. Akaita mawakili akamwambia, ni habari gani ninayosikia juu yako? Habari gani hii ninayosikia kwako? Ni habari ya tajiri. Twende tu. Toa hesabu ya wakili wako kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Toa hesabu yako kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Yule wakili akasema moyoni mwake. Nifanyeje? Venye yule kijana aliuliza Yesu, nimepungukiwa na nini? Nifanye nini basi? Petro akamuuliza, nani mwenye ataokoka? Usikie, twende. Nifanyeje? Maana Bwana wangu ananiondolea uwakili. Kulima siwezi, kuomba. Kulima siwezi. Habari ya kulima, zingatia, underline the word kulima. Kulima unalima nini? Shamba. Sasa yule wakili alikuwa analima shamba ya kufanya nini? Wakili na shamba vinaendana wapi? Ndio nauliza. Wakili na kulima wapi na wapi? Lakini ni wakili. Wakili anasema kulima siwezi na kuomba. Naona haya. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Kulima siwezi na kuomba naona. Sasa wao wakikutafsiria ile andiko wanakuambia yule wakili jua alikuwa wakili, alikuwa tajiri. So wakati wale mnyang'anyo wakili akabaki maskini. So yule jua alikuwa wakili haezi kulima shamba. So njaa itafanya nini? Itamupiga. Na kama njaa itamupiga ataona haya ya kwenda kufanya nini? Kuomba. Hapana, haiko hivyo. Ama wewe uone venye inafuatana katika hali ya mwili. Hiyo ni katika hali ya mwili. Wakili alikuwa wakili, akanyang'anywa uwakili wake. Si anabaki bure. Anabaki bila kazi, si ndio? Kama anabaki bila kazi ataanza kufanya nini? Watakwambia kule atarudi nyumbani kwenda kulima. Ndio pale anasema kulima siwezi na kama hataweza kulima na kuomba pia hataweza, kwa sababu watu watamchekelea. Alikuwa tajiri, sasa anaanza kufanya nini? Kuomba. Lakini haiko hivyo. Habari ya kulima, papa alisimama hapa na kusema, inawadia kipindi ya kusikia neno la Mungu, basi tutampandisha mlimaji shamba na mashamba mbele ya Mungu. Tukasema vitabu. Apolo alipanda, Paulo akanyunyizia maji. Tukasema mwenye kupanda si kitu, wala mwenye kutia maji si kitu, bali mwenye anaguza ndio nini? Ndio kitu. Haya, ukisoma kitabu cha Yohane, ile siku nilikuwa natafuta kitabu cha Yohane, ni Yohane 15 mistari yake ya 5. Inaongelelea habari, mimi ni mzabibu wa kweli, baba yangu ni mkulima. Ndio habari ya kulima. Alafu hapo inafuatanisha na kusema na kuomba siwezi omba. Kulima ni kufundisha. Amina. Na kuomba sio kuomba. Sasa uone ni neno la Mungu, lakini yule wakili ni mtu mwenye anawakilisha Mungu, neno la Mungu hapa duniani. Ni kama reverend, overseer, pastor, ndio wakili wa Mungu. Ukisoma kitabu vizuri akina Petro anakuambia sisi ni mawakili wa Mungu, si ndio? Sasa wao lakini hawakufundishangi vile. Wao watakwambia mambo ya dunia. Hapa iongelelei mambo ya dunia. Yule wakili ni mtu mwenye anafanya kazi ya Mungu. Sasa wakati Mungu alimpea mali, nilipewa mali na babangu, yote naharibisha, sasa leo narejea. Sasa akasema, akatawanya. Ati nimesikia habari unatawanya mali. Akanyang'anywa uwakili. So wakasema kulima hawezi lima, yani hawezi fanya kazi ya Mungu, hawezi fundisha watu, hawezi kuhubiria watu. Na kuomba utaombea nani? Kama Mungu amekunyang'anya ile neema, ile kipaji, utafanya nini? Unakaa tu pale. Soma sasa, tuendelee. Ndio kufunulia tu kidogo pale.
Haraka papa. Najua nitakalotenda ili nitakapotolewa katika uwakili. Ninajua venyewe nitatenda wakati nitatolewa katika uwakili. Wanikaribishe nyumbani mwao. Wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa bwana wake kila mmoja, akamwambia wa kwanza Wawinawi Soma haraka tu kweli. Wawinawi na bwana wangu. Ndio. Akasema vipimo 100 vya mafuta. Akamwambia toa hati yako, keti upesi, andika 50. Ndio. Kisha akamwambia mwingine, na wewe Mawinani? Ndio. Akasema akanda 100 ya ngano. Akamwambia toa hati yako, andika 80. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe wana busara kuliko. Luka mpaka 19 papa. Palikuwa na mtu mmoja tajiri. Pale mwanzo tena walikwambia palikuwa na mtu mmoja tajiri. Tena nakurudisha. Palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi za zambarau. Yule tajiri alikuwa anavaa nguo. Unajua zambarau venye iko na bei. Nguo za rangi zambarau. Kitani kizuri kisafi. Ndio vile. Na kuna siku zote kwa anasa. Nitavaa kitani kizuri kipya, tutaketi wote mezani na mfalme Yesu Kristo. Ndugu shetani yuko natembea kama simba, uguruma utafuta wakula, ushindani naye mtani. Na maskini mmoja jina lake Lazaro. Sasa usikie habari yenyewe, tunaongelelea habari ya maskini. Nikufundishe vizuri uelewe jinsi ya kutoa sadaka. Wasikudanganye huko na jiwezi kiburi papa. So, kulikuwa na tajiri, sasa tunaenda masikini. Juu hizo vitu viwili vinaambatana? Vinaambatana. Tajiri na maskini. Kama wewe yuko tajiri, huko nini papa? Na kama wewe yuko maskini, kuna jina lingine tutakuita. Kati hizo mbili tusome wewe mwenyewe uchague moja. Hakuna ya katikati. Ati yako maskini yako tajiri. Kama wewe una na kama uko na wewe ni tajiri. Soma tuende. Na maskini mmoja jina lake Lazaro. Usikie. Maskini mmoja jina lake Lazaro. Usikie, ufuate vizuri sasa habari ya Lazaro. Jiona wanakuambia wewe unajua tu Lazaro alikuwa maskini lakini alifanyanga nini kwanza? Lakini acha tusome tu. Mnaijua mimi najua. Soma. Lakini unajua jinsi ya mwili. Acha mimi niwafundishe jinsi ya roho. Soma. Na maskini mmoja jina lake Lazaro. Na maskini mmoja jina lake Lazaro. Uwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Venye yule maskini yule mwenye kiwete alikuwa anawekwa mlangoni. Wanaekanga maskini kwa mlango. Wewe unaenda tu unapatana na maskini kwa barabara unasema huyu ni maskini. Maskini unampata wapi? Kwa mlango. Ukifuatilia Biblia vizuri. Sasa wao mbona wanakuambia? Mbona wakwambiani tutaenda kwa mlango kusaidia wale maskini? Mlango gani? Mlango ujao mzuri. Wao wanaenjoy ile mlango. Soma tu. Kwa nini wanasema tu maskini apatikana kwa mlango? Soma. Na alikuwa akitamani kushibishwa. Unasikia? Venye yule maskini alikuwa anatamani kupewa sadaka ili msaidie. Na yule Lazaro alikuwa pia anawekwa kwa mlango, anatamani kushibishwa. Kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Ya yule tajiri. Yule tajiri hapo pale anakula tu ile magombo, yani mabaki inaanguka chini. Lakini Lazaro atamani chakula yenyewe iko kwa meza, anatamani ile yenyewe inafanya nini? Inaanguka chini. Hata Mungu wakaja. Wewe maskini, ukipata maskini mwenyewe, na mimi nikiwa na gari kama hiyo si maskini. Maskini ni mtu mwenyewe anatamani za yeye zinaanguka wapi? Chini. Rudia uso wewe. Unatamani aje vyakula vya wanasema hivi. Ukienda kuketi, ni vile vitabu ni mingi. So tukisema hatuwezi soma zote. Kitabu nasema ukienda kuketi pamoja na mfalme. Wakati unakula pamoja na mfalme. Eka kisu kwa koo. Ukule kama umeweka kisu wapi? Kama unakula na mfalme. Nitawafundishanga tu maana yake. Ndio vile. Usije ukaanza kufanya tajiri anakuangalia la. Hata yeye mwenyewe anashiba anasema acheni akule. Si imeshiba zenyewe unapie. So yule maskini Lazaro alikuwa anaketi pale kwa mlango kama umbwa. Umbwa anatamaniki yenyewe. Unaonanga umbwa kichungulia kwa sahani?
Hapana. Lakini kakianguka tu hivi si anafuatanga macho hata karibu apeleke mvua ingia ndani ya nyumba. Anakumbuka hii ni nyumba. Anakumbuka hii ni nyumba. Unaokota mnafanya nini? Unamrushia. Ndio vile. Soma. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Ndio. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda. Sasa juu pia mbwa wako pale wanategemea ile chakula. So wakati wanangojea zianguke, huku bado wanafanya nini? Wanaendelea kumlamba. Wanamlamba nini? Vidonda. Nitakuonyeshanga vidonda maana yake nini. Ama juu ukoma. Takaseni wenye nini? Ukoma ndio vidonda vile. Ayubu aliteswanga na nini? Ukoma. Vidonda mwili yake yote mzima, si ndio? Na si alikuja akawa maskini. Sasa uone zile vitu zinaambatana. Si lazima tukuonyeshe venye mtu anagonjeka ukoma ama venye mtu anatakaswa ukoma au zile vinonda zinatokea wapi. Sasa wakati Mungu inangojea pia iokote zile magombo, zinaendelea kwanza kumlamba nani? Lazaro. Soma. Jua alikuwa na vidonda, lakini vidonda vyake umbwa zinarambaramba. Si nilifundishanga habari ya umbwa papa? Ilikuwa mbwa na mbwa mwitu. Niliwafundishanga habari ya umbwa. Tukasoma na nikawasomea ile kitabu yenye nilisomeanga, wale wenzetu wakakasirikanga. Wakasema, mmeanza nini? Heshimu mafuta. Nikamwambia hapana. Tukasema hapa nilisoma nikasema, wale umbwa ni umbwa wachoyo, umbwa bubu, wenyewe wasemi, wenyewe wabweki. Si nilisemanga hapa, tumesoma kitabu. Biblia ikasema, wale umbwa ni hawa. Silitaji. Wale umbwa ndio sasa walikuwa wanamramba nani? Wanamramba Lazaro vidonda. Papa kule nje umbwa zinarambanga tu vidonda, hawezi kuponyesha. Wanakuramba tu vidonda umbwa. Wewe unategemea chakula, wao wanategemea chakula. Ni ngumu kuelewa pale. Lakini tukimaliza somo letu la miangaza, juu tena nitafundisha vizuri tu ama kujangi na vitabu mnaandika. Mpaka visiku yenyewe nitaona mmeandika juu tutairudia habari ya miangazi. Mkiandika ndio tutaruka sasa siku ya 5 habari ya uumbaji. Mungu akaumba viumbe vyenye uhai, hayawani na ndege, nyangumi majini. Akaumba viumbe. Sasa vile viumbe ndio nitawafundisha. Umbwa manake nini? Simba manake nini? Paka manake nini? Nyoka manake nini? Kila kitu utajua maana yake. Ndio utaona kumbe umbwa ndio walikuwa na rambaramba Lazaro vidonda. Mungu akamwambia nani? Kaini, umbwa zilizolamba damu ya ndugu yako Habili pia zitalamba na damu yako. Sasa wewe unaonanga ni zile umbwa za kawaida zililamba. Soma twende papa. Haraka tumalize. Ikawa yule maskini alikufa. Sasa maskini juu kule. Maskini ako tu pale kwa mlango. Yeye huyu mwenyewe akina Petro na Yohane walimponya, akawa mzima, akaanza kutembea. Viwete vipofu wana, viwete utembea, viziwi usikia, hivyo wafu wamefufuliwa. Lakini sionagi watu wakifufua wafu. Wenye ukoma utakaswa kama kina